Mambo vipi mwana 19HS? Leo nakukaribisha. Tumeleta segmenti mpya ambayo tutakuwa tukizungumza mambo mbalimbali ya kijamii, zungumzia tabia nyingi ambazo zinatokea kwenye jamii zetu. Kabla ya kwenda mbele na kujua leo tunaendelea na issue gani ambayo tunataka tuizungumzie katika siku leo, nikukumbusha kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kwenda mbele. Pale TikTok tunapatikana kwa jina la 19HS. Pale Instagram pia tunapatikana kupitia jina la 19HS. Leo tutakwenda kuzungumzia kuhusu mambo ambayo yanapatikana kwenye nyumba za kupanga. Mwenzangu, wewe umeshawahi kuishi kwenye nyumba za kupanga? Yeah, of course nimeishi sana kwenye nyumba za kupanga toka chuo mpaka sasa hivi. Ni tabia gani ambayo hauwezi kuisahau kwenye nyumba za kupanga? Mimi nakumbukaga tulivyokuwa chuo, masabufa. Kila mtu mashindano, huyu anaosha sabufa huku, yani upati muda wa kulala. Huku masabufa kila sehemu makelele. Hizo sabufa zilikuwa zina kazi gani? Yani unajua yale mambo, kwa mfano mambo ya chuo, unakuta labda kama ni holidays, labda tuseme labda unajua kuna holidays nyingine zinawakuta mkiwa chuo. Kama Christmas au hata ikifika tu weekends Ijumaa. Watu ile usiku unakuta watu wanajiandaa kwenda huko labda club. Au wengine wanafanya viparties vyao wenyewe huko kwenye club zao. Yani ni makelele. Hiyo nayo ilikuwa changamoto. Au kingine ilikuwa yani unakuta umbea ule hata kwenye haya maisha sasa hivi. Unakuta mtu unapanga nyumba, umetoka nje hivi, yani kuna nyumba zile unakaa, kuna wadada, nyumba ambayo imejaa wadada wengi, ni shida sana. Unaweza ukawa umetoka zako, hasa kama mtu wewe uko busy unaenda kazini, alafu unakuta wale wengine ni jobless wanakaa tu pale, yani lazima wakumind. Sema lakini majirani wa nyumba za kupanga yani akiingia labda mwanamke mpya au mwanaume mpya wanasikia. Ila ni ukiibiwa hawasikii. Si waga nini kinatokea? Yani hawasikii. Mimi mwenyewe nishai kuibiwaga. Tena nilipiga na makelele, hamna mtu aliyotoka. Baada ya muda fulani baada ya dakika kadhaa kila mtu amesense hapa mwizi kashaondoka. Ndio watu wanatoka. Mimi nilifikiria ananiambia baada ya muda kadhaa alikuja mshefa hapana nikajua yani baadaye sasa alipokuja mwizi baada ya dakika akaja mtu mwingine wakawa anachungulia na kuongea. Hamna. Okay. Yani kwenye nyumba za kupanga hivi, wewe nyumba za kupanga ushai kuwa kwenye nyumba za kupanga? Kuna yule kwanza mbishi wa kulipa umeme, kuna yule mbishi wa kulipa maji, kuna yule ambaye anahesabu hadi watu mnaoishi ndani. Mwingine ni yule anaipika vizuri. Yani nyumba nzima yani mtakuta na mwangalia hii. Alafu kuna yule ambaye hana uwezo lakini anang'ania kukaa kwenye hizo nyumba za kupanga. Yes, hizo characters zipo. Alafu kuna wale sasa ambao wanabadilisha sasa, aidha wanaume hawa wanabadilisha wale wakuvusha. Wanabadilisha. Nakumbukaga kuna kipindi, kuna nyumba nilikaa mpaka ilikuwa ni nyumba ya wanaume wengi. Mimi nilikuwa mwanamke peke yangu kwenye kile chumba ambacho sasa wenyewe walikuwa na tabia yani wanavusha. Sasa mimi nilikuwa nimepangwa kwenye chumba ambacho ni kama lile geti, mtu akiingia lazima mimi nimuone. Sasa wakasema yani usina unatukosesha amani. Yani na hakika tukivushaga hapa watu lazima unafungua dirisha. Hapo baada zaidi kute ni mtu alikuwa anajitamba kwamba mimi watu ambao wanakuwa nao so mchezo. Sasa anaingia mtu pale ukiangalia hivi unasema ndio yale alikuwa anasema au kitu gani kingine. Okay. Hivi kwenye nyumba za kupanga ushai kuishi na mwenye nyumba? Yes. Kinatokeaga nini labda ukiishi na mwenye nyumba? Mimi sipendagi yani mtu, mimi nimezoea nataka niamke muda ambao nataka mimi, nifagie muda nao nataka mimi. Yani sipendi kupangiwa sio ikifika saa ngapi lazima uwe umeamka. Si unajua hasa wamama ukikaa kwenye nyumba za wamama lazima uamke saa ngapi sijui, uanze kudeki, uanze kufagia uani pale. Yani kuna masharti mengi. Yani kwenye karo unakuta yani umeshaliosha vizuri, sema yani kuna extra
extra rules ambazo hazina msingi, sijui usogwe, sijui yani kunakuwa kuna controlling nyingi, alafu kuna mingine, kuna wale wengine unakuta labda hawapendi ukae tu ndani, sijui yani unakuta yeye hana cha kufanya, amekaa tu nje. Kwa hiyo ukiwa na wewe umekaa zako ndani unafanya mambo yako ya msingi, mwingine unakuta unafanya kazi zako kwenye laptop ukiwa ndani ya nyumba, yani wenyewe hawapendi, wanapendaga mtu ukae tu nje upige umbea. Bana, mi nakumbuka kwenye nyumba moja ya kupanga nyumba kukaa. Sasa kwenye ile nyumba bana kulitoka kisanga bana. Kwa hiyo kulikuwa na jamaa mmoja alimtongoza mke wa mshikaji ambaye alikuwa anakaa naye pale. Sasa yule dada inaonekana kile kitu hakikumpendeza. Lakini sasa kumbuka yule dada alitongoza kwa sababu vitu vingi walikuwa wanavichukua kwa yule mshikaji. Kwa hiyo yani usiku wake sasa ilikuwa ni varangati. Yani kulikuwa na grupu la hiyo nyumba, matusi. Huyo jamaa anamtishia mwenzake, yani nitaenda kuchukua genge, yani tutakachokufanya wewe kesho shughuli kesho. Yani kesho wewe utatembelea mkongojo. Unaelewa maana kutembelea mkongojo? Yani ilikuwa shughuli. Asubuhi yake pale tumeamka. Yani kila mtu atajiuliza yani hawa ndio wale au sio wale. Unaona kwa nyumba za kupanga bwana zina burudani yake. Mi natamani sana yani unajua hata baadaye labda ukija kumiliki nyumba yako kuna muda utakuwa una miss nyumba za kupanga. Sababu nyumba za kupanga ni community. Kuna vitu vingine kabisa unaona hapa ningekuwa mwenyewe ingekuwa shida. Kuna muda unahitaji msaada fulani. Kuna kipindi pata matatizo ya afya. Ile nyumba tulikuwa tunaishi kuwa na daktari. Yani nilipata matibabu ya first class. Kutokana na yule daktari. Kwa daktari ndo ameanza kazi lakini alikuwa ni specialist. Kwa hivyo fika pale hospitali, yani tulipewa treatment ambayo yani kwa ingekuwa ni hii kwenda kwa kawaida na that time sikuwa na chochote. Nilikuwa katikati ya mwezi yani nimepigika kweli yani. Umeona, lakini yule daktari alitusaidia tukafanikiwa. Kwa hiyo kuna raha zake sababu unakutana na watu tofauti, na ndo majirani, mnajenga bondi na nini. Kwa hiyo ndo nyumba za kupanga. Tusubirie next time tutazungumza kuhusu kitu gani. Kwa leo ni siku ya kwanza na kushukuru kwa kutizama. Tuendelee kutufuatilia. Kuna vitu vingi sana vinafuata. Nakaribisha tena kwenye channel yetu ya 19 Chess na tukaribisha katika kipengele hichi ambacho tutakuwa tunazungumza masuala ya kijamii. Karibuni.